Tutoke Tanzania sasa tuelekee magharibi mwa Sudan ambapo mamia ya watu wameuawa katika mashambulizi na jeshi pinzani la Rapid Support Forces wakati wa kuliteka hivi karibuni mji wa El Fasher katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. Na kulingana na kikundi cha matibabu cha watafiti RSF ambayo imekuwa ikipigana na jeshi la Sudan kudhibiti nchi, iliua takriban watu 1500 katika siku 3 zilizopita wakati raia walijaribu kukimbia mji uliozingirwa. Wapiganaji waliokuwa wamepanda ngamia waliwakusanya mamia ya wanaume karibu na mji wa Al-Fashir nchini Sudan mwishoni mwa juma kabla ya kuanza kuwapiga risasi. Kwa mujibu wa mashahidi, watu walikuwa wamekusanyika katika vijiji vya karibu na wanaume kutengwa na wanawake kuondolewa. Video zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha wanaume waliovalia sare za RSF wakiwapiga risasi mateka wasio na silaha. Takriban watu 1260 walikuwa bado mjini Al-Fashir wakati wa shambulio hilo, lakini ni watu 1060 tu ndio wamehesabiwa. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inakadiria mamia ya raia na wapiganaji wasio na silaha wanaweza kuwa wameuawa. The situation is simply horrifying. The risk of mass atrocities, ethnically targeted violence, and further violations of international humanitarian law, including sexual violence, remains alarmingly high across the country. Hata hivyo, jeshi la RSF imekanusha unyanyasaji huo, ikisema video hizo zimetengenezwa na maadui zake na kutoa shutuma dhidi yao. The reality is that no one is safe in El Fasher. There is no safe passage for civilians to leave the city. There are also reports of large-scale atrocities perpetrated by the Rapid Support Forces in Bara, in North Kordofan, following the recent capture of the city. Vita nchini humo vimesababisha zaidi ya watu milioni 4 kukimbia makazi yao, ambapo milioni 3.2 ni wakimbizi wa ndani na zaidi ya watu 900,000 wamevuka mipaka na kuingia Chad, Misri na nchi zingine. Haya mtazamaji, tuangazie taarifa za